Naam, ikiwa tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka wa 2025. Karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge, na taarifa za leo tunaanza kutoka jijini Nairobi, mahali ambapo askari wawili waliompiga risasi mchuuzi mmoja Boniface Kariuki aliyekuwa anauza mask jijini Nairobi wakati wa maandamano wamefikishwa mahakamani na kushtakiwa. Na viongozi kutoka kaunti ya Murang'a, mahali ambapo Boniface Kariuki aliyepigwa risasi Nairobi wakati wa maandamano anatoka, wamekashifu serikali na vile wale polisi ambao walimpiga risasi. Police officers, can we stop using excess force on civilians who are not even armed? Jana tuliona ile kitendo ilitendeka pale Nairobi. It is very unfortunate that young man Boniface Kariuki ni wa hapa Murang'a County. We want to condemn that act and we want to request the IG of police hakikishe kwamba huyo kijana, huyo askari amepelekwa kotini na amepata mashtaka yake. Kwa sababu kama angekuwa confronted, hata sisi wanadamu tungeelewa, lakini vile alipiga huyu kijana risasi ilikuwa tu kimakusudi. Hata huyu mtu anaweza onekana ni mtu ambaye anataka kuharibia serikali katika hali ile ya kazi yenye inafanyika kwa serikali. Lakini kwa hivyo tunaomba serikali imepata jina baya sana kuanzia kitendo ambacho kilifanyika cha Ojwang, hii imefanyika jana ya Kariuki. You must respect the lives of Kenyans. And the work of government is to protect the lives of Kenyans. It is not to harm Kenyans. Kwa hivyo tafadhali, all the decision makers in this country, lazima muwajibike. And if the kitchen is too hot, you do not want Kenyans to ask you questions, please, fuga virango kwenda nyumbani. Baada ya kupigwa risasi wakati ambapo alikuwa anachuuza ama anauza mask katika jiji kuu la Nairobi wakati wa maandamano, Boniface Kariuki yupo hai. Familia na vile madaktari kutoka hospitali ya Kenyatta wamedhibitisha hayo. Saa 4 kuna mtu alinipigia juu walikuwa wamesema ati amekufa. Pasuaji na iko katika hali sasa hivi ambayo ni afadhali kuliko jinsi alipofika. Ni wakati muhimu sasa ambao tunakumbana nayo. Ni vigumu kusema kwa sasa jinsi mambo yatakavyotokea, kwa hivyo tutahitaji muda. Na tukimalizia, baada ya mfurugano katika bunge la kaunti ya Machakos, sasa spika wa kaunti hiyo ameenda mahakamani kuwashtumu na vile kutaka mahakama kuwazuia wabunge 10 wa kaunti ambao walikuwa wamefurushwa hapo bungeni kwa sababu ya kukosa nidhamu waendelee kuzuiliwa kuingia katika bunge la kaunti ya Machakos. And the High Court of Kenya that must listen to every petition. It is not a request. It is under Article 165. The judiciary's mandate is to listen, and it will listen. It will speak loudly. Read, if our case has merit, the court will give directions. Whichever directions the court will give, my client shall abide by the directions of the court. And it's on that matter that we have come here today to seek guidance and also to be assured that the security of the assembly and that of the speaker is guaranteed, because when a leader of a caliber openly displays ignorance and says that he's going to sponsor people to come and vandalize the assembly, that is the lowest that we can get in terms of leadership. Naam, ni baadhi ya taarifa ambazo tulikuwa tumekuandalia. Kumbuka kwamba mataifa ya Iran na Israeli bado wanaendelea kushambuliana, huku Iran ikiendelea kulipisa kisasi na kushambulia nchi ya Israel. Ni baadhi ya taarifa, zingine utazipokea baadaye. Mimi ni Videlis Moshoge.